Ndugu zangu, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni tutafakari masomo ya Dominika ya 6 mwaka A. Somo la kwanza ni kutoka kitabu cha Yoshua bin Sira aya 15 sura ya 15 aya 15 hadi 20. Somo la pili ni waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Wakorinto sura ya 2 aya 6 hadi 10. Injili ni ya Mathayo sura ya 5 aya 17 hadi 37. Ndugu zangu, somo la pili linatukumbusha kwamba hekima ya Mungu ni mpango wake wa kutukomboa sisi wanadamu. Mungu wetu anatupenda upeo, anataka wanadamu wote wapate uzima wa milele, wapate wokovu kwa njia ya mateso na msalaba wa Yesu Kristo, badala ya kupata kifo na moto wa milele kutokana na dhambi. Ingawa Mungu anataka tupate uzima wa badala ya mauti, ingawa Mungu anataka tupate wokovu badala ya laana ya milele, Mungu anaomba ushirikiano wetu. Mtakatifu Augustino alisema kwamba Mungu alituumba bila sisi, lakini hawezi kutuokoa bila sisi. Lazima tujihusishe katika wokovu wetu. Lazima tuwe na ari na ushiriki na ushirika katika wokovu wetu. Somo la kwanza linatukumbusha kwamba kuzishika amri za Mungu ni namna ya kuchagua uzima badala ya mauti. Ni namna ya kuweka mkono wetu katika maji badala ya kuweka motoni. Kutotii amri za Mungu ni kuchagua moto, ni kuchagua mauti badala ya kuchagua uzima. Mungu anapenda watu waache kutenda dhambi, waache kumuasi, wazitii amri zake, halafu waweze kupata uzima wa milele. Na katika Injili, Yesu anatufundisha kuboresha namna yetu ya kuishi amri za Mungu. Hakuja kutangua Torati au manabii au amri za Mungu. Amekuja kutimiliza. Akifafanua zaidi amri ya 5 inayokataza kuua, Yesu anasema kwamba tuanzie mbali kwa kujilinda hasira na matusi. Maana kuwadharau wengine, kuwaona kwamba ni wapumbavu au kuwaita wapumbavu, hizo dhambi zinatupeleka katika moto wa Jehanamu. Pia Yesu anatukumbusha kwamba ugomvi kati ya watu ukitokea au uhusiano kati yao ukiharibika, Mkristo ajitahidi awe na bidii ya kurudisha uhusiano mzuri kwa hali na mali. Asiseme kwamba mimi nina uhusiano mzuri na Mungu kwamba inanitosha. Hapana. Na asiseme mimi namtolea sadaka kwamba hilo linanitosha. Hapana. Wakati kumbe hafanyi chochote cha kurudisha uhusiano mzuri kati yake na ndugu yake, yaani kutafuta namna ya kupatana naye. Mungu atapendezwa na sadaka yako iwapo umefanya juhudi za kupatana na ndugu yako au yeyote aliye na neno juu yako. Ingekuwa vizuri sisi wanadamu tukaishi bila kugombana, bila kudhulumiana, tukiishi kabisa kama ndugu bila kuumizana. Lakini inapotokea tukaumizana, lazima tufanye juhudi za kupatana. Kuhusu amri ya 6 inayokataza kuzini au inayokataza uasherati, Yesu anatuambia kuanzia mbali zaidi, tukijitahidi kuwa na nidhamu ya macho. Macho yasilete mawazo mabaya, mawazo mabaya yasilete maneno mabaya ya kumshawishi mtu wa jinsia nyingine, halafu maneno yenye vishawishi yasipeleke pabaya zaidi kwa vitendo vya uzinzi na uasherati. Ukitaka nidhamu yako iimarike,
Unapaswa kujinyima, kujikatalia, kufunga na kusali ili uweze kupambana na vishawishi vya Shetani. Rejea Mathayo sura ya 17 aya ya 21. Mara nyingi mtu anaumia au anateseka katika mapambano hayo. Yesu alimaanisha maumivu hayo alipotumia maneno makali kama kung'oa jicho, kukata mkono au kiungo kinachosababisha dhambi na kusababisha mwili mzima kutupwa katika Jehanamu. Maana yake utaumia ukiwa unajinyima, ukiwa unafunga, lakini matunda yake ni kushinda vishawishi na kupata uzima wa milele. Utahisi kupata hasara na kama ukiwa unapambana, bila shaka utaumia na utasumbuka ukipambana na vyanzo vya dhambi, na utahisi kupata hasara ukiwa unakimbia uhusiano wako na mshikaji wako anayekupeleka dhambini, lakini matokeo yatakuwa wokovu. Utahisi kupoteza nafasi za starehe au muda wako wa burudani, lakini utakuwa unafaidika, unapata muda wa sala, na matunda yatakuwa kumshinda Shetani na vishawishi vyake. Bila kukubali kupoteza kwa namna hiyo, utashindwa kupata wokovu. Tukumbuke maneno mengine ya Yesu aliposema, kwani atafaidiwa nini mtu akiupata ulimwengu wote na kupata hasara ya nafsi yake? Injili ya Mathayo sura ya 16 aya ya 26. Katika Injili, Yesu anawaonya hata wale wanaovunja amri ya 8 inayokataza kusema uongo. Anataka tuanzie mbali tukiwa wa kweli na kuwa waaminifu, kujilinda kuvunja kiapo. Kutimiza kiapo chako kwa Bwana ni sheria ya Agano la Kale katika kitabu cha Torati. Inawezekana tusilazimishwe kuapa watu wakishagundua kwamba tu wa kweli au tu watu wanayojizuia kuwa waongo. Kuona kwamba maneno yako ni ndio kama ni ndio au maneno yako ni sio kama ni sio, huenda watu wakizoea kukuona mtu wa namna hiyo wasikulazimishe kuapa. Yesu anataka maneno yetu yasitofautiane na mawazo yetu yaliyo moyoni mwetu. Ukizoea kuwa mkweli, utaaminiwa na watu na hawatakulazimisha kuapa. Ingawaje amri zingine hazikutajwa katika Injili ya Dominika hii ya 6, tunapaswa kuzikumbuka na kuzizingatia. Tunapaswa kukumbuka na kuzingatia pia amri za kanisa na kujua kwamba amri ya msingi kwa amri zote ni amri ya upendo. Kumpenda Mungu kwa nguvu zote, kwa moyo wote, kwa roho yote, kwa akili zote, na kumpenda jirani kama nafsi yako. Rejea Injili ya Marko sura ya 12 aya ya 30 hadi 31. Wokovu wetu utategemea juhudi zetu za kuishi amri hizo, tukisaidiwa bila shaka na neema za Mungu zinazopatikana katika sakramenti zetu, hasa kitubio na Ekaristi Takatifu, bila kusahau sala zingine na bila kusahau kufunga. Yesu ametuambia kitu kingine cha kuzingatia: kutenda amri za Mungu na kuzifundisha. Ni wajibu wa wazazi kwa watoto, ni wajibu wa ndugu kumfundisha na kumkumbusha ndugu yake amri za Mungu na amri za kanisa la Mungu. Ni wajibu wa walezi kukumbusha amri hizo. Ni wajibu wa kila Mkristo
kutokana na ubatizo wake na ahadi za ubatizo. Maana tumebatizwa na kutumwa kutangaza Injili na kuishi Injili na kuwasaidia wengine, tukiwakumbusha amri za Mungu na za kanisa la Mungu, ili kila mmoja wetu aweze kupata uzima wa milele. Tujiweke chini ya maombezi ya watakatifu waliojitahidi kufanya hivyo. Watatuombea ili kila mmoja wetu aweze kuwakuta mbinguni waliko. Tufurahi pamoja na furaha ya milele katika ufalme wa Mungu. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Asanteni kwa kunisikiliza. Mungu awabariki.